Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tunamshukuru Mungu kwa saa mwingine tena. We thank God for another time. Kwa kuruhusu tuje miguuni pake, jina lake litukuzwe. Allow us to come under his feet. May his name be glorified. Kini washukuru wote ambao mmehudhuria katika ibada ya leo. Thank you everyone who has attended today's worship. Mungu wa mbinguni awabariki sana. May our heavenly God bless you abundantly. Kwaya kanisa, Mungu wa mbinguni awabariki sana. May the church choir, God bless you abundantly. Pia nashukuru uongozi wa kanisa. I thank you also the church leadership kwa kuruhusu niendelee kusema na takatifu wa Bwana. For allowing me to keep on talking to the saints of the Lord. Zaidi tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa upendo wake. More than that also we thank God for his love. Ukweli ni kwamba the truth of the matter is that nafasi uliyoipata siku ya leo, an opportunity which you have gotten today, inapaswa itumie kana kwamba utaipata tena. You have to use it in such a way that you will never get it again. Yani kama ni kazi za maisha, if it's the works of life, inatakiwa ufanye kana kwamba utofanya tena. You have to do it as that you will not do it again. Kama ni kumwabudu Mungu, if it's to worship God, inabidi uabudu kana kwamba una nafasi nyingine ya kuabudu. You have to worship him in such a way that you have no another opportunity to worship him. Chochote unachokifanya kikiwa kinampendeza Mungu, anything which you do pleasing God, kifanye kwa moyo na kwa juhudi zote. Do it willingly and also diligently. Karibu katika ibada ya leo. You are welcome in today's worship. Ningeomba maiki moja ende kwa mzee wa kanisa pale. Let me request one mic to go to the church elder there, ili anisaidie kusoma mafungu. So that he may help me to read the verses. Ikiwa natamani kuandika somo, if you wish to write the title of the subject, andika linasema. Write, it is entitled, Tabia ya Yesu katika maombi. Jesus' character in prayers. Ukikumbuka jana tulisema, if you do remember yesterday we said, somo la jioni, the evening subject, kuomba kama Yesu, praying as Jesus. Leo tunajiangalia tabia ya Yesu katika maombi. Today we are looking at Jesus' characters in prayers. Je, Yesu alikuwa na tabia gani katika maombi? Jesus was having which characters in prayers? Na hiyo tabia ambayo alikuwa nayo Yesu, and that character which was with Jesus, pia na ile kupendekezea kuwa nayo. And also I implore you to have it. Basi tuombe. Shall we pray? Baba yetu, our Father, jina lako litukuzwe sana. May your name be glorified. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee utupatia. We thank you for this moment which you have given us. Roho Mtakatifu awe pamoja nasi. May your Holy Spirit be with us. Tusamehe dhambi na makosa yetu. May you forgive us our sins. Katika Yesu Kristo, amina. In Jesus Christ, amen. Tabia ya Yesu katika maombi. Jesus' character in prayers. Ukisoma Biblia nzima, if you read the whole Bible, utakuta mashujaa mbalimbali wa maombi. You shall find warriors in prayers. Utamkuta Nehemia, you shall find Nehemiah, utamkuta Esther, you shall find Esther, utamkuta Musa, you shall find Moses, utamkuta Ana, you shall find Anna, na wengine wengi, and many other. Lakini wote hao, but all of those, shujaa mkuu ni Yesu Kristo. But the mighty is Jesus Christ. Na mimi jioni leo, and this evening, natamani tuongelee juu ya ushujaa. I wanted us to talk about this mighty, ambao ni Yesu Kristo, who is Jesus Christ. Kitu ambacho kimenishangaza ni kwamba, something which is astonishing me is that, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, when Jesus was onto this world, wakati wa maisha yake yote, in his life, alikuwa na shughuli nyingi. He had so many activities, lakini zile shughuli hazikumzuia kuomba. But those activities did not prevent him to pray. Nabii wa Mungu anaendelea kusema, God is keeping on saying, hakuna mwanadamu yoyote, there's no man ambaye amewahi kuwa na shughuli nyingi kama Yesu, who had many activities like Jesus. Lakini zile shughuli zote, but all those activities, hazikumzuia Yesu kuomba. Did not prevent Jesus in Yesu alikuwa na tabia gani katika maombi? What characters was Jesus having in prayers? Tabia ya kwanza alikuwa nayo Yesu, the first character which was with Jesus, alikuwa na maombi asubuhi. He was used to pray in the morning. Yani Jesus alikuwa anaamka asubuhi na mapema sana, was used to wake up early in the morning, na kwenda mlimani kuomba, and go onto the mountain to pray.
Marko 1 fungu la 35 Mark 1 verse 35. anasemaje? What does it say? Alfajiri na mapema sana akaondoka. And in the morning, rising up a great while before day, he went out Akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu. and departed into a solitary place and Akaomba huko. and there prayed. Furaha ya Yesu The joy of Jesus ilikuwa ni kuamka asubuhi na mapema na kwenda kuomba. was to wake up early in the morning and go to pray. Inakadiriwa It was estimated ilikuwa ni saa 9 za alfajiri it was around 9 a.m. hadi saa 11 za alfajiri. Up to 5 a.m. Na Mkristo yoyote Any other Christian, ukihitaji na nguvu za kiroho, if you want to have the power of the spirit of power, ukihitaji uwe na nguvu ya kushinda dhambi, if you want to have the power of overcoming sin, ni lazima uwe na maombi alfajiri. you should have prayers early in the morning. Je, unajua kwamba saa 9 hadi saa 11 You know that this time 3 a.m. up to 5 a.m. kila siku Yesu anaongea na watu wake? daily Jesus is speaking to his people. Kila siku Yesu anatenda muujiza kwa watu wake? Jesus is doing a miracle to his people. Na ndio maana ukiangalia, And that's why when you see kila siku saa 9 daily around 3 a.m. hadi saa 11 up to 5 a.m. Yesu alikuwa anaamka kwenda kumwomba baba yake. Jesus was used to wake up and go to pray to his Father. Mshiriki yoyote, Any other church member, ukijua hii siri if you know this secret ya kutumia muda huu of using this time kwenda kuomba, or of going to pray, muda huo Yesu anakutana na watoto wake. this moment Jesus is meeting his children. Kuna lesoni moja imewahi kutoka, There is one lesson which was written. kama sijasahau, kwa 2006 au 2005. It was around 2025 or 2026. Ile lesoni ilikuwa inaongea masuala ya afya. It was talking about health issues. Kuna nukuu moja ambayo nilipenda, sijawahi There's kuisahau. one quotation which I liked and I've never forgotten. Inasema hivi, It is saying, kuanzia saa 6 za usiku from midnight hadi saa 8 za usiku, to 2 a.m. huo muda Mungu anafanya uumbaji wa mwili wako that God is doing the recreation of your body kila siku. daily. Ndio maana hata kama unaumwa, That's why even if you are sick, wengi tunaamka asubuhi tumepona. most of us when we wake up in the morning we are healed. Unaweza ukajiuliza swali, You may ask yourself a question. mbona nimelala nikiwa nina hali mbaya sana, I slept while sick, lakini asubuhi nimeamka nikiwa na afya? but I've waked up early in the morning while healthy. Kumbe Mungu alikuwa kwenye uumbaji muda That huo. God was in his recreation. Unaweza ukawa shahidi, You may be a witness. ukikuta wagonjwa 100, When you find 100 sick people, wengi wanaamka asubuhi wamepona. so many wake up early in the morning while healed. Ambao wanapona mchana Those who are healed during the day, au wanaopona jioni those who are healed during the evening, ni wachache kuliko wanaopona usiku. are fewer than those who are healed during the night. Kwa hiyo inashauriwa So it is insisted saa 6 za usiku at around midnight ikukute ukiwa kwenye usingizi mzito. that it may find you while in a deep sleep. Sio ndo uende kitandani kulala, That you may not be going to sleep that moment. yaani wewe kwenye usingizi mzito. You have to be in a deep sleep. Alafu saa 9 Around 3, uwe kwenye maombi that you may be in prayers na Mungu wako. with your God. Kuna mtu anaweza akaniuliza, Someone may ask me, niko mjini, I'm in town, hakuna mlima, there is no mountain, hakuna vichaka, there is no bushes. je, na chumba kimoja nimepanga, I do have just one room. nawezaje kupata maombi ya faragha How will I get private prayers? pale kitandani kwako? In your bed, Ni mlima, it's a mountain. ongea na Mungu kimoyomoyo. Talk to God silently. Sikiliza, Listen. wengi wanadhani kwamba ili Mungu asikie maombi Men do think that God do not hear prayers hadi wapige magoti until they kneel down, au hadi waombe kwa sauti or that they may mention it with a loud voice, au hadi waimbe nyimbo wasifu. or singing songs. Sikiliza,
Listen. Unaweza ukamsifu Mungu kimya kimya. You may praise God silently. Unaweza ukaongea na Mungu kimya You kimya. may talk to God silently. Pale kitandani kwako. In your bed, Hakuna haja ya mke wako there kufahamu. is no need of your wife to know. Hakuna haja ya mume wako There kufahamu. is no need of your husband to know. Ongea na Mungu wako. Talk to your God. Yesu alikuwa na tabia ya kwenda peke yake, Jesus was used to go alone akiongea na baba yake. to talk to his Father. Ilikuwa ni desturi It yake. was his custom. Kila siku saa 9 hadi saa 11. Daily at 3 to 5 a.m. Ukihitaji nguvu If you need za power kumshinda shetani, or to overcome the devil, kuwa na maombi ya you need alfajiri. to have the morning prayers. Ukihitaji muujiza, If you need a miracle, kuwa na maombi ya you need alfajiri. to have morning prayers. Rafiki, nikwambia ukweli ni kwamba Brethren, let me tell you the truth. mimi wasitishwi na mtu anayeomba saa 8 I'm not astonished with someone who is waking up au na mtu anaomba saa 6. or someone who is praying at midnight. Unakuta watu wengine anakuambia People may be saying huwa anaamka saa 6 kuomba, that I'm used to wake up around 12 midnight to huwa pray, anaamka saa 8 kuomba. or waking up around 2 to pray. Ndio, sio mbaya That's not bad. ikiwa Mungu amekuamsha kuomba muda huo, If God has awakened you up to pray that moment, omba. pray. Lakini unapoomba But when you pray, sio lazima watangazie watu, there is no need to tell people sio lazima mwamshe mke wako kuomba. that you may. It is not important to even to wake up your wife to Omba pray. kimoyomoyo. Just pray silently. Mungu anasikia, God is listening. Mungu anatamani tuwe na maombi. God is excited with prayers. Tabia ya pili ya Yesu, The second character of Christ, shughuli yake ya kwanza Jesus. ilikuwa ni maombi. the first one was prayers. Shughuli yake ya kwanza ilikuwa ni maombi. The first day was prayers. Nabii wa Mungu ameandika God has written katika kitabu kimoja cha maombi in one book of prayers kwamba Mkristo yoyote that any Christian, inabidi shughuli yako ya kwanza iwe maombi. that his first day should be of prayers. Yesu alikuwa kila siku Jesus was daily, baada ya maombi haya saa 9 hadi saa 11 after those prayers of around 3 to 5 a.m., alikuwa na maombi mengine tena. he was having another prayers again. Je, mna maombi ya familia? Do you have family prayers? Baada ya maombi ya familia, After those family prayers, je, na maombi ya kwako pia? do you have private prayers? Baada ya kwenda pale ofisini, After going in your office, je, una maombi pia ya kwako kabla hujaanza do you kazi? have private prayers before you start your work? Kabla hujaenda bafuni kuoga? Before you go to the bathroom? Je, una maombi? Do you have prayers? Marko ile fungu la 44, Mark 4 verse 44. Yesu amesema kitu fulani hapo. Jesus is saying something there. Marko ile fungu la 42, Mark 4 verse 42. msomaji wangu nisomee. Marko ile fungu la 42. Luka, no, you look. Luke 4 42. Luke 4 verse 42. Hata kulipokucha alitoka akaenda mahali pasipokuwa na watu. And when it was day, he departed and went into a desert place. Makutano wakawa wakimtafuta wakafika kwake. And the people sought him and came unto him, Wakataka kumzuia asiondoke. and stayed him that he should not depart from them. Sikiliza. Listen, Yesu alipokuwa na watu na wanafunzi wake, when Jesus was with his disciples, alikuwa akifanya kama kutoroka kidogo he was used to just escape them ili kusudi akaongee na so Mungu that wake. he may go to pray to his God. Unapofika kazini kwako, When you reach at your working place, kabla hujaanza kazi yoyote, before you start anything, je, una maombi? do you have prayers? Hata kama umechelewa kuamka, Even if you are waking up late, je, unafika pale ofisini naanza kuomba? are you reaching in the office and start praying? Mwanafunzi, Student, kabla hujaanza kusoma, before you start reading, je, unaanza kuomba? do you start praying? Yesu hakuridhika na yale maombi tu ya Jesus alfajiri, was not satisfied with those morning prayers, lakini hata kulipokucha but when it was during the day, alipata muda kidogo wa kuongea na Mungu he wake. got a short time to talk to his God. Hata na wewe
Even yourself, inabidi uwe na muda wa kuongea na Mungu wako. you need to have more time to talk to your God. Tabia nyingine ya Yesu, Another character of Jesus alikuwa na muda wa kutosha kuongea na baba yake. was having enough time to talk to his father. Katika Yesu muda wote alikuwa anaongea na baba In yake. that moment which he was used to talk to his father, Hakuruhusu kitu chochote he kimzuie. did not allow anything to disturb him. Marko 14 fungu la 23. Mark 14 verse 23. No, Mathayo 14 fungu la 23. Matthew 14 23. 23 verse 23. Mathayo 14 fungu la 23. Matthew 14 verse 23. Naye alipokwisha kuaga makutano, When he had sent the multitudes away, alipanda mlimani faragani kwenda. he went up into a mountain apart to pray. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. And when the evening was come, he was there alone. Yesu hakuwa na haraka Jesus was not in hurry. pale alipokuwa anaongea na baba yake. When he was used to talk to his father. Je, unapokuwa unaongea na baba yako? When you talk to your father, Je, una muda wa kutosha? do you have enough time? Yesu katika magoti ndio muda wa kumina matatizo yake. Jesus, when he was sitting down, is time when he was used to solve his problems. Ndipo aliomba kupokea nguvu. He was asking to be empowered. Hivi unabali kwamba Yesu kutoka mbele za baba yake aje apate nguvu? That Jesus, do you know that Jesus prayed to his father that they may be strengthened? Je, umewahi kuomba Have you ever prayed ukaishi mguso wa Roho Mtakatifu? and feel the touch of the Holy Spirit? Je, umewahi kuomba Have you ever prayed ukaona badiliko fulani ndani ya moyo wako? and see changes in your heart? Je, umewahi kutoka kwenye maombi Have you ever been in prayers ukikutana na watu wanakuogopa? and meet people being afraid of you? Yesu alikuwa na tabia hiyo. Jesus was having that character. Hakutoka mbele za baba yake He did not go apart from his father hadi alipohisi amepokea nguvu, until he felt that he has gotten power. ndipo alitoka mbele za baba yake. It's when he left it from his father. Nabii wa Mungu anaandika katika kitabu cha Education, The prophets of God is writing in the book of Education, ukurasa 260, page 260. anasema He's saying watu wengi many people, hata katika nyakati zao za maombi even in their time of prayers na ibada, and worships, wanashindwa kupokea they baraka are failing to receive blessings ya kujumuika kikamilifu of participating fully pamoja na Mungu. with Christ. Walikuwa na haraka sana. They were in hurry. Wakiwa na haraka, When they are in hurry, wanapita mbele ya duara they are passing through a circle la uwepo wa upendo wa Kristo, of the presence of God's love, na wanakaa kidogo tu and they just stay for a while ndani ya patakatifu, in the holy place, kisha wanaondoka and also leave kabla ya kupata ushauri. before being cancelled. Hawana muda wa kubaki pamoja na mwalimu wao wa They do not kimbingu. have enough time with their teacher. Kwa hiyo Therefore, urejea katika kazi zao they are going back to their works wakiwa hawajatua mizigo yao. while not unburdened. Yaani kuna muda There are times unaenda kuomba you go to pray, lakini una haraka sana. but you are in a hurry. Kabla hujatoa mzigo wako, Before you are unburdened, unatoka na shida zako. you go out with your burden. Hivi unajua kwamba So you may know that katika maombi, in prayers, katika magoti, under knees, ndipo Yesu anatatua shida zako. is where Jesus is solving your problem. Wengi tuna haraka sana. So many of us, we are in a hurry. Rafiki, nikwambie ukweli ni kwamba Brethren, let me tell you the truth that kama kuna sehemu ya kutumia muda mwingi, if there is a place where you can use enough time, ni pale unapoongea na baba yako. is the time when you talk to your father. Katika maisha yangu yote In my life, ninachagua sana kukaa miguuni pa Yesu. I've chosen to stay under the feet of Na Jesus. ninapokuwa nimechoka, When I'm tired nimekata tamaa, and also given up, ninapokuwa miguuni pa Yesu, when I'm under the feet of Jesus, nimejikuta nikipata nguvu, I found myself strengthened, nikipata tumaini, getting hope, hatimaye nikisonga mbele. and also move forward. Uwezi ukapata tumaini You cannot get hope ikiwa una muda wa kutosha
If you have not enough time wa kuzungumza na Mungu wa of mbinguni. talking to our heavenly God. Yesu ni rafiki wa pekee Jesus is a special friend. ambaye ukimwambia matatizo yako When you yote mention to him your problems, anayabeba. he is carrying them. Hebu tamani kumwachia shida zako. Be excited to live to him your burden. Jamani, Yesu anasema Jesus is saying, njooni kwangu nyote come to me, all of you msumbukao who are burdened, na wenye kulemewa na mizigo, those who are burdened, nami that nitawapumzisha. I may relieve you. Jamani, kuna furaha gani kama kumpa Yesu mizigo That yako? kind of happiness that when you give Jesus Christ your burden. Watu wengi And so many people, tumekuwa binafsi, we are selfish. hatutaki kumpa Yesu mizigo yetu, We do not want to give Jesus our tunaendelea burden. kubeba hiyo We mizigo are still having our burdens, na hatimaye imetuumiza. and also it is hurting us. Sikiliza, Listen, ikiwa mume wako if your husband ahudumii familia, is not saving your family, usihangaike kumgombeza au kugombana naye, do not rebuke him or not rebuke him. mpeleke kwenye magoti, Just send him in prayers mwambie Yesu kabisa and tell Jesus kwamba Baba, that, Father, huyu mume ulinipa this husband you gave me ahudumii familia, is not saving the family. na mkabidhi kwako, I'm handing him to you. shughulika naye. Work on him. Yesu ni mwaminifu, Jesus is faithful. atashughulika You naye. shall work on him. Tabia nyingine ya Yesu, Another character of Jesus. alikuwa na maombi ya mkesha. He was having prayers throughout the night. Alikuwa na maombi ya mkesha. He was used to pray throughout the night. Luka 6:12. Luke 6 verse 12. Luka 6:12 Luke 6 verse 12. anasemaje? What does the Bible say? Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. And it came to pass into those days that he went unto a mountain to pray, Akakesha usiku kucha katika kumwomba. and continued all night in prayers. Hivi unafikiri Do you think usiku kucha throughout the night Yesu anamwomba Mungu? Jesus is praying to God? Wewe unafikiri alikuwa anaomba nini? What was he praying? Sikiliza, Listen, Yesu hakuwa na hitaji yote la kimwili. Jesus was not having any need. Hitaji lake kubwa His greatest need ilikuwa ni hitaji la kiroho, was a spiritual need. kwa sababu alijua For he knew that akishakuwa na hitaji la kiroho, if he is having the spiritual kama need, hitaji la kimwili atakuja. the rest shall be given. Shida ni kwamba The problem is that sisi tumetazamia sana mahitaji ya kimwili, we are depending much on the needs in our normal needs. tumeacha mahitaji ya kiroho. We have left the spiritual needs. Hivi una habari ya kwamba Are you informed that Yesu amekuahidi wewe mwenyewe Jesus promised you kwamba ukimtafuta yeye that if you find him ukaruhusu akaja kwako, and allow him to come to you, anakuja na kila hitaji unalotaka? that he is coming with the answers of your needs which you need? Hebu fikiria, Just think about it. Mungu akae kwako, That God may say to you, Mungu akae katika familia yako. that he may say in your family. Unaweza ukawa na shida yoyote tena? You think that you'll be having another problem. Shida ni kwamba The problem is that sisi tumeamua kujipambania we wenyewe, have tried to fight on our own. tumemwacha Yesu. We have left Jesus. Pale unapopambana mwenyewe, When you fight alone, Yesu anakaa na kuangalia, Jesus is just looking at you kwa kubembeleza, while petting you. mwanangu, usinipe tu. My son, Naomba niseme hiki kidogo. let me say something here. Nenda kaangalia shule zetu za Kisabato, Just look into our seventh schools. hata idadi tulio nayo Even the number which we do have hairidhishi. is not satisfactory. Geukia upande wa pili, When you are on the other side, hasa wale wengine, the rest, wale ambao wanapiga magoti kwa watu, those who are kneeling down to people, utakuta hata shule zao zina wanafunzi wa kutosha. you may find that their schools do have many students. Ukijiuliza shida iko wapi When you kwenu, ask a problem or where is the problem to us, ni kwamba is that sisi kuna sehemu tumekosea. there is a place where we did a mistake. Leo tuna uwezo wa kujenga hosteli, That we may build a hostel, tuna uwezo wa kujenga darasa, we may build a class, lakini hatuna uwezo wa kujenga vyumba vidogo vidogo kwa ajili ya wanafunzi kuomba. but we may not be able to build these small rooms for the children, for the pupils to pray. Hatuna uwezo wa kujenga vyumba vidogo vidogo kwa ajili ya wafanyakazi kuomba, We have no rooms for the workers to pray. na tumemwacha Yesu aongoze shule zetu. And we are leaving Jesus to live, to guide or
protect our schools. Tumetumia akili zetu We have been using our minds, na shetani ametuongoza, and the Satan is guiding us. lakini tukimwachia Yesu But if we shall let it to Jesus, bado tutaona mabadiliko makubwa. we shall see greatest changes. Ukisoma Pambano Kuu When you read the book of great controversy, ile sura inayosema ushawishi wa shetani, the page which is talking about the influence of Satan, ni peji ya 426 hivi. it's about page number 426. Ukisoma pale ndio utagundua When you read there, you will realize jinsi ambavyo shetani anayotudanganya. the way Satan is deceiving us. Yapaswa tu miguuni pa Yesu. We are supposed to go under the knees. Yesu anatamani tuwe na maombi hata mkesha. That Jesus is exciting us to have prayers throughout the night. Tunaposema maombi ya mkesha, When we pray throughout the night, sio lazima muda wote naomba usiku kucha. it doesn't matter about the way you pray throughout the night. Tunamaanisha kuunganika muda wote na Yesu. That is meaning communion with Christ. Usiku usingizi unapoondoka, When you are out of sleep, unaanza kuwaza nini? what are you thinking? Bahati nzuri Mungu ni mwaminifu. That God is faithful. Wengi usingizi ukiondoka, When you are out of sleep, wanakimbia kwenda mahali fulani that you may run somewhere kwa ajili ya kupata huduma fulani. to get a certain service. Ndo kazi ya kwanza kwa watu wengi. That is the first work to many people. Kuna muda Yesu anakuamsha usiku There are times which Jesus is awakening you up during the night hour, ili uombe, so that you may pray. lakini unaangaika kucheza na simu, But you pray with you chat with the phone. unaangaika kuwaza, unakuwa na msongo wa madeni. You think about the dates. Kichwa chako kimejaa vitu vingi. Your head is full of so many things. Rafiki, nikwambie, Brethren, let me tell you, nayeongea na wewe, the one whom I'm talking to, sio kwamba sina shida, it doesn't mean that I don't have any problem, lakini nimejifunza. but I've learned. Unajua, You know, unapomkaribia Yesu when you go near Christ, ndipo majaribu yanakuja. it's when challenges are coming. Lakini nijifunza But I've learned kwamba hakuna jaribu lolote but that there is no any temptation ambayo Yesu anaweza akaruhusu of which Jesus will allow likiwa linanizidi uwezo. if it's above my ability. Kila jaribu linalokuja kwangu Any test which is coming to me, huwa naliangalia katika hali ya ushindi, I'm looking into in a victorious way. na situmii nguvu nyingi And I'm kupambana, not using a very much energy to fight against it. huwa namwachia Yesu. I'm just leaving it to Jesus. Ukweli kuna vitu vingine The truth of the matter is that there are some of the things vinakubidi uwe na maombi hadi ya mkesha. they need you to have prayer throughout the night. Hakuna kitu ambacho ni kitamu There is nothing which is sweet unapokuwa na maombi ya mkesha. if you do have prayer throughout the night. Ilikuwa ni tabia ya Yesu, This was the character of Jesus. lakini pia Yesu alikuwa na maombi ya mfungo. But if also you have fasting prayers, Hapo fikiria, just think, Mungu God anaamua kujitabisha kuomba. is praying. Alikuwa anatuambia kwamba He was telling us that hakuna mwanadamu mwenye mwili there is no man of flesh anaweza kushinda bila maombi. who can be a victor of sin without prayers. Jioni ya leo This evening, natamani kuona vijana I wish to see the youth ambao watakuwa mashujaa katika maombi. who will be victors in prayers. Ukisoma Biblia, When you read the Bible, nilikuwa nashangaa sana. I was wondering, Mara nyingi Biblia many times the Bible imeorodhesha vijana wengi walikuwa kwenye maombi. is mentioning many guys who are in prayers. Yaani vijana wengi walikuwa powerful kwenye maombi. Many guys who are good in prayers. Niwatie moyo, Let me encourage you. anza safari ya maombi, Start the journey of prayers. utaona mambo yako yatabadilika. You shall see your things changing. Tamani kuwa mtu wa maombi, Wish to be a prayer warrior. tamani kuwa mtu wa maombi. Wish to be a prayer warrior. Kila kitu utakiona kinabadilika. Everything you shall see it changing. Jioni ya leo This evening, natamani Yesu atawale maisha yako. I wish that Jesus may guide your life. Natamani Yesu akutie roho ya maombi ndani yako. I wish Jesus to give you the spirit of prayer in your heart. Nimeona mkono wa Mungu katika maombi. I've seen the hand of God in prayers. Shida yoyote nayoipitia katika maisha yangu, Any challenge which you pass through in your life, huwa naingia kwenye maombi. I'm used to pray. Jioni ya leo This evening, natamani kuona akina mama, I wish to see mothers, akina baba, fathers, vijana the youth
wanaokuwa makini kwenye maombi. who are very keen in prayers. Hebu ikiwa ni shauku yako, If it's your wish, simama hapo ulipo. rise where you are. Kama unatamani Mungu akupe roho ya maombi, If you wish that God may give you the spirit of prayers, simama. stand. Jioni ya leo, This evening, hebu ruhusu Yesu atawale maisha yako. allow Christ to guide your life. Nakupa dakika moja I'm giving you 1 minute uombe. so that you may pray. Mwambie Yesu Tell Jesus akupe neema ya maombi. that He may give you a mercy of prayers. Baada ya dakika moja tutaomba After taibishi. 1 minute, we shall pray to wind up. Baba mwema, Our good God, jina lako tukufu lihimidiwe. may your name, the holy name, be glorified Juu mbinguni in heaven hata duniani, and on earth. hakuna chochote cha kufananishwa na There wewe. is nothing to resemble with you. Utabaki kuwa jinsi You ulivyo. shall remain the way you are. Ukweli umetukuka sana, The truth of the matter is that you are exhausted, na shauku yako and your excitation unatamani kutuvuta wote tuje kwako. wish to draw us to you. Watoto wako Your sons, jioni ya leo this evening, tunaomba kuwa na neema ya maombi. we are requesting the message of prayers. Na kusi Mungu wa mbinguni, I implore you, our heavenly God, tusaidie. help us. Kuna muda shetani atamani There tuombe, are times Satan do not want us to pray. anatupilia mbali roho ya maombi, He is taking away the spirit of prayers. anaruhusu shughuli nyingi katika maisha He's yetu. allowing so many activities in our life. Hivyo tusaidie Mungu wa May you mbinguni, help us, our heavenly God, tukae vijana wa maombi, that we may be a guys of prayers, tukae wanaume wa maombi, that we may be men of prayers, tukae kina mama wa that we maombi. may be mothers of prayers. Tunakushukuru kwa kuwa umetenda. We thank you for you have done. Ni katika Yesu Kristo, In amina. the name of Jesus Christ, amen. Mungu wa mbinguni abariki. May our heavenly God bless you.